Ukifanya utafiti wako binafsi na kuwauliza wanadamu wengi, je, ni kitu gani ambacho wanakiogopa zaidi katika uso wa dunia? Bila shaka wengi wao watakwambia kifo. Kifo ni moja kati ya vitu ambavyo vinaogopwa sana na asilimia kubwa ya wanadamu ambao wamezaliwa na kuishi katika uso wa dunia. Lakini jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini, hautakiwi kuogopa kifo, kwa sababu kifo ni ndoto ambayo kwa hakika itatimia kwa kila mwanadamu ambaye amezaliwa na kuishi katika uso wa dunia. Kama ukiweza kulijua hilo, utagundua kuna baadhi ya vitu ambavyo binadamu wengi hawaviogopi, lakini kiuhalisia ni vitu ambavyo walitakiwa kuviogopa kuliko hata kifo. Inawezekana nilipokuambia kuna vitu ambavyo unapaswa kuviogopa kuliko hata kifo ili kushangaza. Ni kweli kabisa, niko sahihi, wala sijakosea. Vipo vitu ambavyo unapaswa kuviogopa kuliko hata unavyoogopa kifo, na katika video hii nitakwenda kukuambia vitu mbalimbali ambavyo unapaswa kuviogopa katika maisha yako kuliko hata kifo. Kama nawe ni moja kati ya binadamu wanaotamani kujifunza kuhusiana na jambo hilo, amini video hii nimeitengeneza mahususi kwa ajili yako. Kama unatamani kuendelea kujifunza mambo mbalimbali kupitia video zetu, jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Vifuatavyo ni vitu mbalimbali ambavyo kila mwanadamu anatakiwa kuviogopa kuliko hata kifo. Namba 1, kuishi maisha bila kusudi. Kuishi bila kusudi katika uso wa dunia ni moja kati ya mambo ambayo unatakiwa kuyaogopa kuliko kifo, kwani wapo baadhi ya binadamu ambao tangu walipozaliwa mpaka wanazeeka hawakujua ni nini kusudi la maisha yao. Walikuja duniani kufanya nini? Na je, wanahitaji kufikia nini katika maisha yao? Kama nawe ni moja kati ya wanadamu ambao wanaishi maisha yasiyokuwa na kusudi, jitathmini mara mbili, kwa sababu una ujasiri wa kuupoteza muda ambao Mwenyezi Mungu amekuzawadia, na mwisho wa siku utaumaliza muda wote ambao umeutumia kuishi duniani bila kujua kusudi la maisha yako. Ukitaka kufahamu ni hatari kiasi gani kuishi bila kulijua kusudi la maisha yako, jaribu kuwauliza wazee mbalimbali ambao wamebahatika kuishi uzee wao katika uso wa dunia. Wengi wao watakwambia miongoni mwa vitu ambavyo wanavijutia sana ni kuishi maisha yasiyokuwa na kusudi. Wengi wao wanatamani muda urudi nyuma ili walijue kusudi la maisha yao na waweze kuishi maisha yenye kusudi. Namba 2, kuishi bila malengo ambayo unatamani kuyatimiza kwenye maisha yako. Malengo ni kilele cha mafanikio ambacho mwanadamu anatamani kukifikia kwenye maisha yake. Moja kati ya mambo ambayo unatakiwa kuyajua na kuyaweka akilini, mwanadamu anayejitambua lazima anayo malengo ambayo amejiwekea kwenye maisha yake. Lakini mwanadamu asiyejitambua huwa anaishi kama bendera fuata upepo, yani yeye anaishi bila ya kujua ni kitu gani ambacho anatamani kukifanya na kukifikia kwenye maisha yake. Kama nawe ni moja kati ya wanadamu ambao wanaishi bila ya kuwa na malengo yoyote, basi hilo ni jambo ambalo unatakiwa kuliogopa kuliko hata kifo, kwani maisha yako hayatakuwa na maana yoyote. Ninakushauri, kwa sababu wewe bado ni mwanadamu uliye hai, hakikisha unakuwa na malengo ambayo unatamani kuyatimiza katika maisha yako, na hapo ndipo maisha yako yatakapokuwa na maana. Namba 3, kuishi maisha usiyoyafurahia kwa sababu unataka kuwaridhisha watu fulani. Moja kati ya makosa ambayo asilimia kubwa ya wanadamu huyafanya katika maisha yao ni kuishi maisha ambayo yanawaumiza. Hawayafurahii ni kwa sababu tu wanawaridhisha ndugu, rafiki na jamaa zao. Ngoja nikwambie kitu kimoja, unajua katika dunia tunaishi mara moja, hakuna maisha mengine baada ya haya, na maanisha katika uso wa dunia. Hivyo Mwenyezi Mungu anapokupa nafasi ya kuishi katika uso wa dunia, ishi maisha ambayo unayafurahia, kwani vitu ambavyo vinamfurahisha ndugu yako, vitu ambavyo vinamfurahisha rafiki yako, si vitu ambavyo vitakufurahisha wewe. Ni vema ukaepuka kufanya vitu ambavyo vinakuumiza wewe
au hauvifurahii, bali unavifanya kwa sababu unahitaji kuwaridhisha ndugu, rafiki na jamaa zako, unapaswa kuogopa, kwa sababu kila mwanadamu anatakiwa kuishi maisha yenye furaha. Ndiyo maana mimi leo ninakushauri, fanya vitu ambavyo moyo wako unafurahia, haijalishi watu wengine watakuonaje, ili mradi tu hauvunji sheria na haumkwazi Mwenyezi Mungu. Basi endelea kufanya vitu mbalimbali ambavyo moyo wako umeridhia na vinakupa furaha unayotamani kuwa nayo kwenye maisha yako. Namba 4, kukubali kuiacha ndoto ya maisha yako kwa sababu tu unataka kuwafurahisha watu wengine. Moja kati ya makosa ambayo binadamu wengi wanayafanya katika maisha yao, kuna nyakati huwa wanakuwa na ndoto ambazo wanazipambania na wanatamani kuzitimiza katika maisha yao, lakini kutokana na sababu mbalimbali ambazo wanakutana nazo kwenye safari yao ya maisha, wengi wao hujikuta wakiacha kutembea katika barabara ambayo inawafikisha katika kilele cha ndoto zao, kwa sababu wengine waliingia kwenye ndoa na wanawake ambao waliwabadili mitazamo yao, na kwa ajili ya kuwaridhisha ama kuwafurahisha wanawake hao, wakajikuta wameacha kuyapambania malengo na ndoto zao. Vivyo hivyo hata kwa wanawake, kuna baadhi ya wanawake ambao walipoingia kwenye mahusiano waliacha kuzipambania ndoto na malengo yao. Ngoja nikwambie kitu kimoja, mwanadamu wa pekee ambaye anaweza kuzitimiza ndoto na malengo yako ni wewe mwenyewe. Hakuna mtu ambaye anaweza kutoka sehemu yoyote na kuja kwenye maisha yako akakusaidia kuyatimiza malengo na ndoto zako. Haijalishi ni sababu gani imekuja kwenye maisha yako, endelea kupambania ndoto zako mpaka mwisho wa uhai wako. Namba 5, kukubali kuingia kwenye mahusiano ya kimapenzi kwa sababu tu umelazimishwa na watu fulani. Moja kati ya mambo ambayo mimi na wewe lazima tukae chini na tuelewane vizuri sana. Mahusiano ya kimapenzi ni makubaliano baina ya binadamu wawili ambao wameridhiana. Kuna baadhi ya nyakati ambazo baadhi ya wanadamu hulazimishwa kuingia kwenye mahusiano ya kimapenzi na binadamu ambao hawawapendi, labda kwa sababu ndugu, rafiki na jamaa zao wanapenda iwe hivyo. Moja kati ya majuto ambayo utakuwa nayo katika maisha yako yote ni pale utakapoingia kwenye mahusiano ya kimapenzi na mtu usiyempenda, labda kwa sababu unahitaji kuwafurahisha wazazi wako, au labda kwa sababu umevutiwa na kipato alichokuwa nacho, au labda kwa sababu umevutiwa na wadhifa aliyokuwa nao. Hayo ni majuto ambayo kamwe hayataondoka kwenye maisha yako, kwani utajikuta unaishi na mtu usiyempenda. Furaha haitokuwepo tena kwenye maisha yako. Ninakushauri kuingia kwenye mahusiano na mwanadamu usiyempenda ni moja kati ya vitu ambavyo unatakiwa kuviogopa kuliko hata kifo. Mimi kwa leo naomba niishie hapa. Ninahitimisha nikiamini lipo jambo kubwa ambalo umejifunza kupitia video hii. Nikutakie wakati mwema na tukutane tena katika video ijayo. Asante, bye.